Baada ya miaka 8 kwenye chumba cha wafungwa wa kunyongwa, nilikuwa tayari kufa. Walisema nilimuua Rebecca. Alama za vidole vyangu zilikuwa kwenye kisu, damu yangu ilikuwa eneo la tukio. Niliwaambia sikuifanya, lakini hakuna aliyeamini. Nilitumia miaka mingi kupigana, nikaweka rufaa zote nilizoweza, nikaonyesha makosa kwenye ushahidi, lakini haikusaidia. Wakili wangu aliacha kupokea simu zangu, rufaa zangu ziliisha. Familia yangu iliacha kunitembelea miaka 2 iliyopita. Hata mama yangu mwenyewe aliamini nilifanya kosa hilo. Mtu pekee aliyewahi kuniamini alikuwa bibi yangu, lakini alifariki miaka 5 iliyopita. Waliponiuliza ninataka kula nini kama mlo wangu wa mwisho, nikamkumbuka yeye, meatloaf yake ile aliyokuwa akinipikia kila siku ya kuzaliwa. Nikaandika mapishi yake kutoka kichwani, kila kipimo na kila hatua kwa usahihi. Saa moja baadaye, mpishi wa gereza alifika kwenye seli yangu akiwa ameshika karatasi yangu. Hii meatloaf ni nini? Hii ni riwaya, si mapishi. Nyama ya ng'ombe 60%, nyama ya nguruwe 40%, makombo ya mkate yaloweshwe kwenye maziwa kamili kwa dakika 10 kamili. Kitunguu cha njano, si cheupe, kikaangwe kwenye siagi hadi kilainike. Thyme mbichi, si ya kukaushwa. Vijiko 2 vya Worcestershire bila kubadilisha, na mchanganyiko wa juu wenye sukari ya kahawia na siki ya tufaa upakwe dakika 20 kabla ya kuiva kabisa kwenye nyuzi 340 daraja. Alinitazama kupitia vyuma vya seli. Kwa nini umeandika kwa undani hivi? Ndivyo bibi yangu alivyokuwa akiifanya. Amefariki sasa. Kama nitakufa Ijumaa, nataka kuonja chakula chake mara ya mwisho. Alinyamaza kwa muda. Baadhi ya vitu hivi hatuna: thyme mbichi, maziwa kamili, siagi halisi. Nitalazimika kuagiza maalum. Nina masaa 48. Akavuta pumzi. Nitaitengeneza kama ulivyoandika. Alhamisi asubuhi, viungo vilifika na mpishi akaanza kupika. Niliweza kunusa harufu kutoka kwenye seli yangu saa moja baadaye. Kitunguu kikiiva kwenye siagi, nikakumbuka jikoni la bibi. Asubuhi za Jumamosi, akiimba polepole alipokuwa anapika. Nikakaa kitandani changu na kulia kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 8. Alhamisi mchana, mpishi alipata matatizo. Joto la oven halikuwa thabiti. Alilazimika kuanza tena glaze mara 2. Lazima iwe kamili, alimwambia mlinzi. Ni mlo wake wa mwisho. Usiku wa Alhamis, sikuweza kulala. Sio kwa hofu, bali kwa harufu ya meatloaf iliyokuwa ikiiva usiku mzima. Ijumaa, siku ya kunyongwa. Saa 4 asubuhi, bado hakuna chakula. Saa 6 mchana, mpishi alisema glaze haikuwa sahihi. Saa 8 mchana, waliniletea chakula cha kawaida cha gerezani kwa sababu meatloaf bado haikuwa tayari. Saa 4 jioni, masaa 2 yalibaki. Harufu ilikuwa kali sana. Walinda gereza walikuwa wanapita karibu na jikoni ili kunusa harufu tu. Saa 11 jioni, mkuu wa gereza alikuja kwenye seli yangu. Chakula chako bado hakijawa tayari. Tunachelewesha kunyongwa kwa masaa 2. Saa 12 jioni, muda wa kunyongwa ulipita. Nilikuwa bado hai nikisubiri meatloaf. Saa 1:30 usiku, mpishi alifika akiwa ameshika sahani iliyofunikwa. Alionekana amechoka sana. Alifunua sahani. Meatloaf ilionekana sawa kabisa na ile ya bibi. Nikaanza kula polepole, nikifurahia kila tonge. Ilikuwa kamili. Nikamaliza tonge la mwisho saa 1:51. Dakika 9 zilikuwa zimebaki. Mlinzi akafungua seli. Ni muda wa kwenda Preston. Wakanitembeza kwenye korido, wafungwa wengine wakiwa kimya. Tulifika chumba cha maandalizi. Padre akauliza, unataka kusali? Nikajibu, hapana. Saa 1:55, dakika 5 zilikuwa zimebaki. Wakaanza kunipeleka kuelekea chumba cha kunyongwa. Ghafla, simu ya mkuu wa gereza ikalia. Akajibu na uso wake ukabadilika. Simama, kila mtu simama. Ni nini kinaendelea? Mpenzi wa zama wa Rebecca amekiri kumuua Rebecca. Wewe huna hatia. Miguu yangu ikakosa nguvu. Mlinzi akanishika kabla sijaanguka. Mpishi alionekana kwenye korido akiwa anakimbia kwa pumzi hani. Akateleza chini ya ukuta na kukaa karibu nami. Kama meatloaf ingekuwa tayari kwa wakati, ungekuwa tayari umekufa. Nikakaa pale kimya, bado hai, kwa sababu mapishi ya bibi yangu yalikuwa magumu kuharakishwa. Aliniokoa maisha yangu kama alivyofanya siku zote.